kulia, lakini leo nimelia kwa sababu si rahisi, na naomba Mungu anipe ujasiri niseme kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, lakini naamini Mungu ni mwema. Kwa mkiona nalia, si kwamba ni mdhaifu, isipokuwa tu namtafakari Mungu kwa namna ya Sulemani, namna Mungu alivyomchukua. Kwa mtanivumilia. Ndugu zangu, ni kwamba tarehe 25 kama walivyosema kwenye risali iliyosoma, Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya tulipata ajali mbaya tulipokuwa kwenye majukumu yetu, na mjumbe wa baraza kuu ameeleza hapa. Ulikuwa ni msafara wa kumsindikiza mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi, lakini wenzetu kwa bahati mbaya wakiwa wanarudi eneo la Ilongo walipata ajali mbaya sana. Na kwenye eneo la tukio tuliwapoteza wenzetu watatu. Na Mungu ni wa ajabu, kwa sababu jana pia nilikuwa na wachungaji wanawake mkoa wa Mbeya, nilitoa ushuhuda huo. Kwa hiyo ziara kimsingi mimi ndio nilitakiwa kuongozana na mwenyekiti wa chama mkoa kumsindikiza mjumbe wa kamati kuu. Lakini tunapotoka mimi nikamwambia mwenyekiti, tena tumepangana, tumefika kwenye gari tunaingia, nikamwambia mwenyekiti, naomba mimi nibaki, naomba ninyi muende. Kwa sababu tulikuwa tunafanya maandalizi ya safari nyingine ya kwenda Arusha kwa ajili ya mazishi ya mama mzazi wa katibu wetu wa chama mkoa. Kwa mwenyekiti akanikubali, kwambia ina shida, baki. Kwa mimi nikabaki. Kwa hawa wenzangu ambao gari ilipata ajali ndio gari ambao mimi nilikuwa napanda, badala yake nikamteua katibu wa umoja wa wanawake mkoa wa Mbeya, Rusia Sule, ambaye bado yuko pale ICU, kwamba naomba ukaimu nafasi ya katibu wa chama mkoa, uongozane na mwenyekiti wa mkoa kumsindikiza mgeni. Lakini kwenye gari hiyo, kwa kuwa inapoanza ziara kulikuwa na changamoto ya usafiri kwa waandishi wa habari. Kwa mimi niliingilia na kuelekeza gari maalum ambao tunapanda viongozi, basi tupande na waandishi wa habari. Kwa wakati na waaga walikuwemo waandishi wa habari na vijana wetu wale wa itifaki. Kwa akaondoka, lakini kwa bahati mbaya sana kama dakika 20 hivi mwenyekiti akanipigia simu, kaniambia mwambie RPC huyu anayeongoza msafara kwanza abadilishe gari, lakini pia apunguze mwendo. Nikaongea na RTO, wakafanya hivyo. Lakini mwenyekiti wangu Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Patrick Monenge, yeye walipofika Makambako wamemaliza kumsindikiza mgeni, yeye ghafla tu anasema leo ikamsukuma kushuka, na akaambia wale nendeni, mimi akaambia nyinyi niacheni hapa. Sasa mna mwenyekiti wa sisi wa mkoa alafu mnamshusha sheri, ni ngumu. Kwa hiyo vijana wa itifaki nao wakashuka kuhangaika kwamba mwenyekiti itakuaje, akasema nyinyi niacheni tu, haina shida. Kwa hiyo wao wakaanza safari na yeye akawa amebaki pale. Dakika 10 akanipigia simu kwamba nenda nyumbani kwangu, kachukue ile gari yangu, unipitie hapa Makambako, twende Arusha kwenye msiba. Na hakuwa na ratiba hiyo. Nikamuuliza, sasa unabadilisheje? Akasema nitanunua nguo huko pata Dodoma. Lakini umefanya hivyo. Kwa basi nikampigia katibu wa IWT mkoa, akaniambia tumeshaanza safari kurudi. Na nikamuuliza, sasa kati yenu nani anakwenda Arusha? Akasema mimi siendi kwa sababu kesho tuna safari ya kwenda Tanga, kina mama wote walikuwa na jambo lao pale. Akaongea na katibu wa jumuiya ya wazazi, akasema naye amechoka sana kutokana na ile ziara. Nikasema basi makatibu wa wilaya watakwenda, haina shida. Mimi naanza safari ya kwa akifika watajaza mafuta, wataanza safari. Lakini baada ya dakika 20 mwenyekiti tena akanipigia simu, mwenezi naomba utembee taratibu. Mimi sasa nimetoka huko na kwenda kule na gari yake. Nikamwambia sawa kiongozi, hakuna shida. Aambia hii barabara kutoka hapo Mbeya mpaka Igawa sio nzuri sana. Nikamwambia nashukuru. Akakata na dakika 5 akanipigia, naomba tembea taratibu. Sasa mimi nikamwambia mwenyekiti, na maana una mashaka na mimi? Akasema hapana, nasukuma tu kukwambia hivi kwa sababu hii barabara sio nzuri. Huyu dereva wakati tunakuja escort alikuwa anakimbia sana, na hawa ni mwasi watembea taratibu. Nikamwambia mwenyekiti hakuna shida. Kanipa maelekezo ya namna ya kuongozana na waheshimiwa wabunge, unakumbuka tulikuwa tunawasiliana. Lakini kwa bahati mbaya sana dakika kama 15 baada ya kuongea na mwenyekiti nikapigiwa simu na diwani wa viti maalum anaitwa Atu. Akaniambia mwenezi umesikia? Nikamwambia hapana. Uko wapi? Nikamwambia nimeshatoka Uyole, niko Mlima Nyoka, nimeanza safari. Akasema kuna ajali mbaya sana imetokea eneo la Ilongo, na wanasema watu wameumia sana, viongozi wetu walikuwa mle na waandishi wa habari. Nikasema nashukuru nimesikia.
Dakika 2 akanipigia mwenyekiti wa mkoa. Uko wapi? Nikamwambia bosi, niko njiani ndo nakuja, lakini kuna taarifa nimepata sana, mimi kwa nakwambia hivi. Nikamwambia basi naomba nawapa taarifa sasa hivi, kwa sababu nilikuwa nakaribia kwenye eneo lile la parking ya malori. Kwa Mungu alinisaidia, nikafika kwenye eneo la tukio kama dakika 10-15 tukio likiwa limetoka kutokea. Nikawakuta Wasamaria, watu wa Mungu wamewasaidia ndugu zetu, wamewapakia kwenye gari. Sasa nikapata wakati mgumu sana kujua waliko, kwa sababu nikiangalia gari na wale wananchi walioko pale na wananieleza hali ilivyo. Damu kwenye gari mlo ukiangalia. Kwa kweli mazingira yalikuwa magumu sana. Sasa nikaanza kuwatafuta waliokuwa kwenye msafara, wote hawapatikani. Baadaye nikampata Adamu. Akasema na sisi tumepata taarifa na tumepita hapo, ila hatujui hao wengine wamepelekwa wapi. Simu zao hazipatikani, wote walikuwa kwenye ile gari. Nikamwambia basi naomba tuendelee kutafuta. Akasema tunaenda hospitali ya Inyala kuangalia. Nikamwambia mnanijulisha. Dakika 5 si nyingi, Adamu akanipigia simu, jumbe wa baraza kuu. Akaniambia mwenezi, tumefika hapa hospitali. Lakini akanipigia analia sana, akieleza habari ya katibu wa IWT na viongozi wengine kwamba wameumia sana na wengine wamefariki. Nikakata simu, nikamwambia nakuja hapa. Sikuwa mbali. Kwa nikaingia pale, kufika pale nikayakuta haya madhira yaliyotukuta. Nikawakuta wale vijana 3 ambao wamefariki tayari kwenye ile ajali, wako pale. Lakini nikakuta timu ya madaktari na hao wenzetu walioumia zaidi ya 8 wamelazwa kwenye vitanda na wanahangaika. Huyu anashindwa kupumua, huyu anashona, huyu, yani ni vurugu pale. Uwezo kujua hapa daktari ni nani. Kwa wale wakawa wananitoa nje, lakini na mimi nikawa naingia. Wa kwanza kuzungumza na mimi alikuwa ni yule aliyekuwa dereva wa ile gari, ambaye naye alifariki kwa bahati mbaya. Akanitambua, akaniambia mwenezi, tumepata ajali mbaya sana. Akasema huyu jamani nimejitahidi sana kumkwepa, lakini amenifuata huko nilikokuwa. Tumepata ajali mbaya sana. Lakini akaniambia namshukuru Mungu ametuokoa. Nikamwambia endelea kukiri Mungu ni mwema. Kwa tukashirikiana na viongozi wenzangu kuhangaika namna ya kuwakimbiza, kuwaleta rufaa, akiwemo ndugu yetu Selemani. Kwa tumehangaika ule usiku. Lakini kwa bahati mbaya ilipofika majira kama ya saa 10 kwenda asubuhi, yule dereva akawa ametutoka. Kwa tukawa tumewapoteza wenzetu 4. Lakini tukiwa tunaendelea na harakati ya namna ya kuokoa uhai wa wenzetu, mnakumbuka tarehe 27 tuliwaaga rasmi kwa heshima ya chama. Tulipokwenda kumtembelea Sulemani tukiwa na naibu katibu mkuu akiwa na ujumbe maalum wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tulipofika kwao, nadhani mnakumbuka walikuwa 3. Alikuwa K News, alikuwa Channel 10, alikuwa na yeye. Ila yeye kwa kuwa alikuwa amepata shida kwenye uti wa mgongo, obviously alikuwa hawezi hata kunyanyuka. Lakini alikuwa anazungumza vizuri sana. Tukafanya naye maombi. Mkurugenzi wa rufaa akaeleza tatizo la Selemani kwamba anahitaji kufanywa upasuaji mkubwa na unahitaji vifaa ambavyo lazima viagizwe wena na ndege ama na gari zile za jioni haraka sana. Inagharimu shilingi milioni 2.4. Chama cha Mapinduzi chini ya naibu katibu mkuu akatoa zile fedha, akanikabidhi, na pale pale nikamkabidhi mkurugenzi wa hospitali, vikaagizwa vile vifaa, na wakaniahidi kwamba siku ya pili atafanyiwa hiyo operation ya spinal cord. Lakini pia naibu katibu mkuu kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi akiwa ameleta ujumbe wa Daktari Samia Suluhu Hassan akaelekeza kwamba wagonjwa wote waendelee kuhudumiwa kwa uangalizi wa Chama cha Mapinduzi, wasibugudhiwe kwa chochote, na nashukuru Mungu sana wameendelea kufanya hivyo. Kwa tukaendelea kuhangaika sana, ndugu meneja na wananchi wenzangu mlioko hapa, kuhangaika kuokoa uhai wa wenzetu. Kwa siku moja baadaye wale wengine wakafanywa upasuaji, akiwemo mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mkoa, akiwemo ndugu yetu yule wa Channel 10, akiwemo na yule kijana wa K News, na Mungu ni mwema, baada ya siku moja ya pili wakawa wameruhusiwa. Kwa Sulemani akafanyiwa operation na akatoka theater vizuri, akapelekwa ICU kwa ajili ya uangalizi.
CRDB wakawa wanatamani kuja kumuona kama walivyowatembelea wengine, kwa nikapigiwa simu kwa sababu ilikuwa haiwezekani mtu yote kwenda ICU. Kwa nikaenda nikashirikiana nao, tukaingia kwa Selemani. Tukamuona, tukaongea naye. Akawa ameamka na akasema anaendelea vizuri. Na akawa anasema ameanza kusikia joto, mara anasikia baridi. Na madaktari wakatupa matumaini kwamba hizi ni dalili njema kwa sababu ameshaanza kusense, kwa sababu ilikata network kabisa kati ya ubongo na connection ya kiwiliwili. Kwa tukapata matumaini. Lakini akawa anazungumza, tukamuombea. Tukaomba sana na yeye. Akashukuru sana. Wakatoa salamu zao CRDB. Sasa mimi nikamtania nikasema sasa hizi hatusiweke hapa kwenye kitanda. So unajua hawaruhusu hivi vitu vitakuletea contamination. Kwa nipe mimi nikutunzia. Akasema hii baki hapa hapa. Kwa tukamachia pale kitandani, tukatoka. Madaktari wakaniambia kwamba anahitaji apate sasa wheelchair, kile kiti kwa ajili ya mazoezi ambacho kinakava mpaka huko shingoni.